Asanteni sana. Long live Baba, long live. Long live Baba, long live. Asanteni sana. Watu wa Kibra oye. Joey. Hamjambo nyote. Leo tumerudi nyumbani. Nasikia kuna watu wengine walisema hatuwezi kuja hapa. Hao ni akina nani? Waeleze nimerudi nyumbani, nimefika kwa bedroom na hata saa hizi natoa viatu bwana. Ya kwanza ningependa kusema pole. Hello, unanisikia? Poleni sana. Mulimpoteza baba. Na najua ya uchungu. Mulimpoteza baba yenu. So poleni sana. Leo nilisema sitaongea sana juu ya siasa. Lakini unajua mimi ni chogo. And it's our nature kama kitinda mimba. Ukiona makosa lazima uchome. So leo nimekuja kuchoma. Unakumbuka vile baba alikuwa anaimba mbele yetu? Sana sana wakati mambo ilikuwa tight sana. Tulimwona akija mbele yetu na alikuwa anaimba nyimbo zake zilizopendwa. Nilikuwa nafikiria hiyo siku ipofika mtaimba nyimbo gani. Lakini unajua sisi kama vijana wimbo zetu hazifai kila wakati. Sana sana kuna nyimbo ya Tupac ningependa kuimba hapa leo. Yo utatafuta, it's called Hit 'em Up, enda utafute. Lakini wakati nimeketi hapa, kuna nyimbo moja imekuwa ikichezwa kichwani. Hii nyimbo iliandikwa na msanii mwingine anaitwa Isa, marehemu. Unamjua Isa? Kijana wetu wa South Sea hapa. Na hiyo nyimbo ilikuwa inaitwa Hamnitishi. Na alianza hiyo nyimbo na methali. Akasema hivi: vitisho vya peni mbili vitanifanya mimi nini? Hamnitishi, hamnibabaishi. Vile nimesikia hapa leo, hii chama iko na maneno mengi. Kwenye hii safari sisi tulikuwa abiria na baba alikuwa dereva ya basi hili. Na kuna siku moja tuliamka na tukashtuka. Dereva amekufa. Aliaga dunia. Kidogo kidogo wale walikuwa na keti mbele wamekimbia kwenye steering wheel. Kila mtu anavuruta pande hii, mtu mwingine pande hii, pande hii, pande hii. Wametusukuma sisi kama abiria, wametusukuma kama magunia. Tuko nyuma. Wamesahau. Na vile tunasema hapa leo, ngojeni. Baba alikufa juzi tu. Tulieni. Haraka ya nini bwana? Wacha tuongee kwanza. Simamisha hii basi kwanza. Wacha tuongee. Tuamue. Tusonge mbele pamoja. Yeah. Umenipata? Watu wangu, nataka mkuwe gangari. Sisi kama familia tuko kwenye faction hili ama kundi ile ama sijui nini. Sisi ni team baba. Sisi ni watu tuliokuja kwenye hii chama we believed in what baba was teaching us. Na sasa tunaona si kila mtu miongoni mwetu who believed in baba. Wengine walikuwa wakimtumia tu. Wamesahau kazi ya uongozi. Ama wamesahau vile hii chama ilianza. Wacha niwakumbushe. 2007 nchi iliwaka. Ni ODM ndio ilisimama na watu. 2013 kura iliibwa. ODM ni sisi tulitoka hapa maandamano. Ni akina nani?
2017 ndio ilikuwa mbaya. Sini sisi tulitoka maandamano, tulienda hapa town, tulilamba lami. Sini sisi wakati wa swearing in mlikuwa hamko? Kuna wale wengine wanaongea sasa, sikuwaona siku hiyo. 2022 pia tena tulitoka maandamano. Ni sisi ama si sisi? Sasa after that tulikuwa na hii protest ya Gen Z. Baba alitoka juu nchi ilikuwa naenda vibaya. Vijana wetu walikuwa wamepigwa risasi, watu walikufa, biashara zimefungwa. So baba akatoka kuleta utulivu wetu wa nchi. Baba hakuwa sycophant. Hakuna siku baba aliwahi kutuambia kwamba ametuacha hapa ama wapi ama wapi. Hakuna siku. Yeah. Na wale wanasema ati sijui baba aliwaambia sijui nini. Hiyo ni kukosa adabu. Nyamazeni bwana. Hiyo ni kukosa adabu. Tulieni bana. Everything baba alikuwa anasema mbele ya watu wake. Hiyo ndio mambo vile ilikuwa naenda. Unanipata? I understand tumechoka kuteseka, matanga kila saa. Nimesikia hamna kazi. Inaweza kuaje watu wa Kibra hawana maji ama stima wiki 3 bana? Viongozi wameenda wapi? Wanaranda. Sawa, waendelee kuranda tu, waendelee. Kama kazi imewashinda waendelee, lakini sisi kama familia ya baba tutabaki hapa tu na wananchi. Umesikia vile ndugu yangu amesema mambo ya maji na stima anamaliza wiki hii. Finally, nataka watu wajue na kusikia, najua hamna kazi, nimekusikia. Nataka watu wajue baba was 1 in a million. Hatutampata mwingine. Na vile hauwezi copy paste baba. Huwezi copy paste the greatest leader Kenya has ever seen. Atunabadilisha na huyu ati sasa tuko na baba. No, haiwezi kuwa hivyo. So sisi kama watu wa ODM lazima tuongee na watu wetu. Lazima tuongee na mavijana, tuongee na wamama, pia wazee tutaongea nao. Wakati umefika, nilisema alia, lazima mkoe gangari. Hakikisha kwamba hiyo ID uko nayo, kila document uko sawa. Hakikisha kwamba uko na voters card. Kwa hivi karibuni, kwanza tuko na uchaguzi wa Nairobi. Ya pili tuende hii NDC. Na kwenye hii NDC mambo itakuwa noma. Mko tayari? Wangapi wako tayari? Asanteni sana. Nimesikia hiyo mambo yote, tutarudi. Basi sawa. Nimesikia mambo ya wamama, nimesikia mambo ya wajane, nimesikia mambo ya kazi, nimesikia compensation. Nini tena? Mambo ya bedroom. Sasa tuongee hiyo leo. Nimesikia hiyo mambo yote yale yamesema hapa leo, nimesikia sawa. Na usijali. We're ready. It's time for us to go to work. So asanteni sana. Hiyo mambo nitabaliza. Asanteni. Nimesikia mko na swali. Hakuna mtu atatolewa kwenye hii chama. Hakuna siku baba aliwahi let anybody atoke kwenye hii chama.
wanaongea sana, na tukiuliza maswali wanasema tutoke kwenye chama. Tukitoka watabaki na nani kwenye chama? Hii chama ni ya wananchi. Tukitoka wananchi wanaenda. Leo naleta the greetings kutoka mandugu zangu Babu Owino, na katibu mkuu wa chama Edwin Sifuna. Uko pamoja, msijali. Tutakuja hapa na wao hivi karibuni. Join the Sawa sawa, asanteni sana.